Mbunge wa Busokelo aulize swali lake. Swali la mbunge wa Busokelo linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kusimamia ubora wa zao la parachichi mashambani ili kuzuia migogoro kati ya wanunuzi na wakulima? David Silinde ni naibu waziri wa Wizara ya Kilimo na anatoa majibu ya serikali. Serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA inaendelea kusimamia ubora wa zao la parachichi kuanzia ngazi ya shambani hadi sokoni kwa kuzingatia viwango na miongozo ya kitaifa na kimataifa. Katika kutekeleza hilo, mamlaka imeandaa kanuni za usimamizi wa zao la parachichi za mwaka 2025 zenye lengo la kuimarisha udhibiti wa tasnia na kuhakikisha uzalishaji wa mazao yenye ubora unaokidhi mahitaji ya soko. Mheshimiwa Naibu Spika, vile serikali imeimarisha huduma ya ugani kwa kupeleka maafisa ugani 50 katika maeneo yenye uzalishaji mkubwa ili kutoa elimu kwa wakulima kuhusu kanuni bora za kilimo, uvunaji sahihi pamoja na utunzaji wa mazao baada ya kuvuna. Hatua hii inalenga kuhakikisha wakulima wanazingatia viwango vinavyotakiwa na hivyo kupunguza tofauti za ubora zinazosababisha migogoro katika biashara. Mheshimiwa Lutengano George, swali la nyongeza. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri. Changamoto iliyopo ni kweli, kwanza tunaishukuru serikali kwa kuweza kuleta maafisa ugani katika maeneo yetu, lakini changamoto iliyopo, wanunuzi wanapokwenda shambani kununua maparachichi kwa wakulima wanakuwa peke yao, na wao ndio wanaoamua kwamba maparachichi haya ni ya daraja la kwanza, haya daraja la pili na haya mengine ni ya viwandani, jambo ambalo limesababisha kuleta sintofahamu kwa wakulima na kuwa na mgogoro. Na mbaya zaidi, maamuzi hayo mara nyingine yanafanyika wakati maparachichi hayo tayari yanakuwa yameshaanguliwa shambani. Kwa hiyo jambo hilo linaleta changamoto kubwa sana. Swali langu katika jambo hilo ni kwamba ni nini sasa msimamo wa serikali au maelezo ya serikali katika jambo hilo. Lakini jambo la pili, swali la pili, Mheshimiwa Naibu Waziri, jambo linalojitokeza lingine ni kwamba hata ndani ya wilaya moja kunaweza kuwa na misimu tofauti. Kwa mfano katika wilaya ya Rungwe, katika jimbo la Busokelo na jimbo la Rungwe kuna misimu tofauti ya kukomaa hizi parachichi. Sasa unakuta wenzetu wa COPRA wanatoa kibali ndani ya wilaya. Kuna kipindi wakati hao wameshanunua maparachichi ya daraja la kwanza, yale wanapoanza kununua upande wa Busokelo wanatumia kibali hicho, jambo ambalo linaleta sintofahamu na kusababisha wale mawakala kuweza kununua kwa bei ndogo ama kwenye viroba, jambo ambalo halikubaliki. Pia naomba kauli ya serikali katika eneo hilo. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru sana Mheshimiwa Lutengano George Mwalwiba, mbunge wa Busokelo, kwa maswali mawili ya msingi, lakini amekuwa champion mkubwa wa kupambania zao la parachichi hususan katika jimbo lake, lakini na mkoa mzima wa Mbeya na Nyanda za Juu Kusini ambako zao hili linalimwa kwa wingi. Mheshimiwa Naibu Spika, ni mwambie tu Mheshimiwa mbunge kwamba moja, tunatambua kulikuwa na hiyo changamoto awali, na ndio maana serikali mwezi Aprili mwaka huu katika GN ya serikali tumeshatangaza kanuni za usimamizi wa zao la parachichi ambazo zimeainisha wazi kuhusu wale wanunuzi wanaokwenda moja kwa moja shambani ambao awali walikuwa wanatamkwa kama walanguzi. Na katika hili Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba sasa hivi kwenye zile kanuni tumeainisha kwamba hakutakuwa na mnunuzi ambaye atakwenda moja kwa moja shambani kama mlanguzi, na wale malanguzi kule ndani tumewatemu kama mawakala, kwa sababu wale mawakala watasajiliwa na COPRA na watapata kile kibali ili tujue wanamnunulia mtu gani. Kwa hiyo itakuwa rahisi kwa control katika bei elekezi ambayo serikali tutakuwa tumeitoa katika msimu wa mwaka husika. Kwa hiyo huo ndio msimamo wetu kama serikali na tutahakikisha kwamba vigezo vyote vinafuatwa. Lakini la pili, katika zile kanuni vile ni kwamba tumeainisha kwamba zile parachichi zitauzwa kwa mfumo wa kilo
kwa maana daraja la kwanza na la pili, lakini vile vile kuna lile daraja la kiwandani ambako parachichi ile itauzwa katika mfuko maalum wa kilo 60. Kwa hiyo katika maeneo kama jimbo lake ambako kunakuwa na misimu miwili katika eneo moja, ni kwamba vibali vitazingatiwa ili kuhakikisha yale madaraja yanatumika katika misimu yote miwili katika eneo moja. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.